Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo. Tarehe ni 22 mwezi wa Aprili mwaka 2022, siku ambayo ni siku ya huzuni nchini Kenya, maana aliyekuwa rais mstaafu ama rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya mstaafu Emilio Mwai Kibaki leo hii ameaga dunia mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo tunatuma risala zetu za rambirambi kwa familia na Wakenya popote walipo mpenzi mtazamaji. Lakini katika kipindi chetu, ni kipindi cha michezo hiki hapa Sky Cable TV Kenya, Mishemishe Viwanjani, moja kwa moja tukikuletea taarifa za spoti. Mimi ni wako wa siku zote kaka Tomo Gega, kijana mkomavu kispoti, na leo hii mpenzi mtazamaji katika studio zetu ninaye mgeni ambaye ni mpepetaji wa mpira ambaye amebobea na kutopea, amezungumzwa sana mitandaoni. Kwa hivyo leo hii tutasema mawili matatu naye, angalau tuambie hii talanta yake kaianza lini na hadi hivi sasa imemfikisha wapi. Anaitwa Edward Muremi huyu, ama ukipenda utamuita Gatuso, kutoka mtaa wa Kasarani hapa katika kaunti ya Nairobi. Kwa hiyo sitaki niandikie mate mpenzi mtazamaji, na wino upo. Awali ya yote ni mkaribishe katika studio zetu ni Edward Muremi. Edward, no. Vipi lakini? Poa. Msabahi mtazamaji wetu, kadhalika mwambie atarajie kipi leo hii kutoka kwako. Tajionea tu macho, atumie macho. Atumie macho. Na kwa kivupi tu tuambie mwanzo umezaliwa kupi? Nimezaliwa na Nyuki. Naam. Mtaa wangu ni na Nyuki, kwa ndo nimezaliwa Nairobi tu kuja kuishi. Labda safari yako ya masomo tangu utotoni hadi wakati huu yamekuwa vipi? Okay, si mbaya, nimegrow up na Nyuki, nimesomea primary shule inaitwa DEB Primary School. Naam. Nikatoka nikaingia high school shule inaitwa St. Xavier. Niko pia na Nyuki. So kule ndio nilianza kucheza mpira kutoka utotoni mpaka sasa hivi. So ndio nikahama nikaja na Nairobi. Kwa hivyo ulitoka shule ya msingi kule ukaingia Nairobi huko. Sasa umesemwa sana mitandaoni watu wakisema kwamba huyu bwana anajua kupepeta mpira. Tuambie, hii talanta yako ulianza vipi na ulianzaje ndo ukagundua kwamba nina hii talanta ya kupepeta mpira? Okay. Vile nilianza nilikuwa nacheza mpira kwa uwanja, nikaja nikapata injury. Naam. Nikavunjika goti na hip. So hapo ndio nikadecide kuswitch kutoka kwa football mpaka kwa freestyle. So freestyle nikianza si kwa serious, nilikuwa naifanya for fun, entertain watu, after mtaa kuentertain watu shule nayo. But when nilikuja kupata injury ndio nikaachana na football, ndio soka niambia nijaribu kuifanya professional. So ndio nikaanza kuicheza hivyo, nikachukuliwa na sakata ball, wakumbuka? Naam, nakumbuka sana. Kwa safari kwa hapo, nikaanza kupiga road show nao. So kuna jamaa mmoja anaitwa Mimo pia, huenda amenionyesha hii kitu zidi kuendelea.
So kwa hiyo kabla uanze kupepeta ulikuwa unacheza mpira wa miguu. Na labda ni timu zipi ambazo ulichezea nyakati hizo kabla labda upatwe na jeraha? Kulikuwa na timu mingi, na hiyo time kulikuwa na timu tano zinacheza national. So nimecheza na United, Homegrown, Sportive, top level kidogo pale. Competition ilikuwa noma, mzee singeweza, bado nilikuwa mdogo shule. Kuna mbele kule niongeze weight. Naam. Yeah, so hapo ndio nikarudi sasa. Naam. Nika switch pande nyingine ya freestyle. Naam, sasa unajua kuna yule mtu anaweza angalia aseme sasa huku kupepeta mpira huku kuna faida kweli. Sasa nataka umfahamishe mtazamaji labda hii talanta yako ya kupepeta mpira inakufaidi vipi? Imenitoa mbali na imenitembeza country mob. Nimefanya job na company mob pia. So zitaje tu hizo kampuni labda na ilikuwa ni mashindano yapi hayo? Okay, trip yangu ya kwanza nilienda na Guinness. Guinness Football Challenge, nikachukuliwa hapo Cabanas. Nikapepeta ball vizuri like almost 2 hours. Naam. So nikaenda South Africa. Kwenda South Africa nikarudi. Nikapatana na mzungu mtandaoni. Naam. Akanipeleka Czech Republic, competition inaitwa Super Bowl. Nikapiga world champion, nikarudi. Ukakaa nikaenda Brazil, Red Bull world champion. Nikapata world cup. Nikaenda Brazil, place inaitwa Salvador, Red Bull world champion. Nikarudi tena. Trip ya pili ilikuwa ni Austria. Nikapiga Austria huko. Nikarudi tena, nikapiga Germany, nikarudi tena. Kwa hivyo umetembea sana mataifa. Na labda huu upepetaji wa mpira una labda kuna ligi yake ama kuna competition yote ambayo inaandaliwa kwa wapepetaji mpira, na iwapo iko ni ipi sasa? Utufahamishe. Wao wanaangalia unakuwa na level ya kupepeta mpira freestyle ndio freestyle juu unapatiwa ucheze na mwili wote, masikio, mdomo, but wewe ndio utafanya venye utajiambia na mpira. So kuna na level tofauti, kuna African Championship, kuna World Champion. Na kila country inakuwa na tournament yake. So kama Red Bull wanakuwa na tournament Kenya every country. Alafu kama freestyle wote ni kama 200 wanataka mtu mmoja kwa wase wote. So kila country unaona sehemu moja unaenda World Champion kuwakilisha nchi yako. So on June tuko na Red Bull hapa Kenya. Na naweza wakaribisha wa Kenya waone venye freestyle inachezwa. Mwenye anashinda anaenda nje kuwakilisha Kenya World Champion. Ambacho labda hujaniweka sawa, kuna yani competition ama labda kama kwa mfano tuna ligi kuu ya humu nchini Kenya KPL. Kwa upepetaji mna maswala kama hayo, labda mna ligi ya kupepeta ambayo labda mtu ataweza itafuta aipate na yeye ashiriki? Ndio ninakwambia inaitwa Red Bull. So Red Bull inafanyikaga world na kuna Super Bowl. So hizo ni World Champion, but mpaka uparticipate kwa country yako ndio uende. So World Champion mpaka ushinde kwa nchi yako ndio uende. Kwa hivyo so World Champion iko open kwa kila mtu. Kwa hivyo huku nchini Kenya kuna Red Bull na hiyo ndo labda tuseme ligi yenu ya huku nchini. Na labda inashirikisha watu wangapi ama inafanyika vipi? Tunaweza kuwa hata watu kama 200. So kwa watu wa 200 majaji ukuja wanakaa chini. Unapatiwa like 30 seconds. Uonyeshe 30 seconds unaweza kuwa umefanya skill ngapi. Usiangushe ball. So but kuna ile una translate na ball. Kufanya speed na vitu zinaitagwa kitu hard yani unaweza kuja hapo upate 30 seconds mimi nifanye vitu ngumu kuliko nipite. Kwa hivyo ambacho kitakusababisha wewe upite labda ni zile sekunde 30 ambazo umepewa wewe, ukizitumia vizuri labda kutumia sehemu nyingine ya mwili kando na miguu. Na kule Kasarani labda nyinyi mna labda vijana wengine wanajihusisha na haya maswala ama ni wachache? Kasarani mali naishi. Kuna vijana wadogo na coach hapo. Alafu bado mimi coach academy ni toa Kakoro iko hapa Kariobangi. So hapo ndio tuko na watu toka 15. Wanapiga freestyle vizuri. Kwa hiyo wapo wengine labda watoto ambao wanajifunza na wao waanze haya maswala. Na kuna wale vijana ambao wako kule mtaani labda wanaita talanta. Labda utawasaidia vipi? Ushauri wako kwao ni upi angalau ndo wafikie talanta hii? Maana unajua mchezo huu hautambuliki sana Kenya hii. Kwa hivyo
utawaelekeza vipi ndo wafike labda wapate hiyo nafasi? Okay. Naweza ambia mtoto anafanya freestyle iwe ni hapa Kenya ama nchi zingine. So ukitaka kutukaa, mimi sijatrainishwa na mtu freestyle, nimejifunza through internet. So unaingia tu internet, unaangalia freestyle football tutorial, unaona venye mtu anafanyaga demo. Wanafunzaga mtu skill one by one venye unafaa kufanya formula nini utajua. So si lazima ufunzwe na mtu. Kingia tu pale, watu watakumotivate, utanimit pale, nitakuonyesha. Ukiniuliza hii skill inapigaga aje, mimi nitakufunza step by step. Wasema wewe ni kocha mwenyewe? Yeah, mimi ni coach. Na labda nyinyi mkiwa kule, huwa mna kocha wenu ambaye labda anawaelekeza ama kila mtu ni freestyle? Waga ni hard juu upate watu wengi wanakochwa watu wengi juu. Kama mimi sasa unapataga lazima nataka time yangu ya kutrain na so inabidi nimebalance. So pale hivyo hatunaga coach ati wengine ati tunasaidiana nao pale. So waga ni mimi nikienda pale na wapigisha kila mtoto anampatia skill moja, na lazima mtoto akuwe na ball nyumbani ndio unamfunza, anaenda kutrain, unamfundisha demo, anaenda kufanyia nyumbani. Na labda michezo yenu ya hivi karibuni itakuwa ni ipi, tukimalizia sehemu ya kwanza ya mahojiano yetu? Okay. Kuna mashindano yote ambayo yanakuja hivi karibuni June hii mwaka June tutakuwa na Red Bull Kenyan Championship. So mwenye anashinda anaenda World Championship. Na yatafanyika wapi hayo ya mwezi wa June? Inafanyika museum hii. Kwa hivyo ni kila mtu ambaye ana hiyo, hata mimi mwenyewe nikiamua nienda nijifunze alafu hiyo siku nije uko karibu. Niko karibu. Na inaanzaga watu wa Mombasa lazima watoe kijana wao the best. Kisumu watoe kijana wao the best. Kila county. Kwa hivyo ni kila county. Tunamenyana. Kwa hivyo yani ni kila county inatoa mtu mmoja tu. Haitakuwa rahisi kwangu labda nijitolee mimi niseme kwamba mimi nakuja tu. Sasa yuko Nairobi. Sasa tutamenyana hapa Nairobi, alafu sasa tujue nani atatokea. Na ya Nairobi inafanyika lini? Maana nataka nifike kule. Inafanyikaga before Kenyan Championship, yani finali. Inafanyikaga before siku 5. So inafanyika lakini kuna mingi zenye hufanya mobe. Wagani hiyo day ya finali Kenya mzima ndio Nairobi wanafanyaga tournament, wanatoa kijana mmoja. So iko hadi rahisi juu na kwa saa zingine kama mimi nakoga nimechoka, tena nimenyana na wale vijana wengine. Ndio. Na unakoga tu wametulia, sasa inakoga hard but mtu abuka mzee. Na mwisho kabisa labda mtu atakufikia vipi? Maana kuna yule kijana ambavyo nilisema awali ya kwamba nataka naye pia ingie katika mashindano. Atakufikia vipi wewe kama mmoja wapo ambaye amejihusisha na mashindano ama huu mchezo kwa siku nyingi? Akufikie vipi ndo labda umshauri? Okay, unaweza tafuta kwa mtandao kwa TikTok naitwa Edward Teko 7. Edward Teko 7 unaandika TECO alafu 7. Edward Teko 7. YouTube Edward Teko. Facebook Edward Teko. Mtandao zote Instagram Edward Teko. So uko pale, uko karibu. Ukitaka kuwatch skill zangu by the way pale utalani skill mob by the way, utaona vitu zingine nafanya in slow motion. So utaenda kujaribu, mali itakushinda utaniambia. Ndio. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, mambo ndo kama hayo kutoka kwake Edward huyu Muremi kutoka Kasarani ambaye anapepeta mpira, na baadaye katika sehemu yetu ya pili atatuonesha tutadhihirisha asua kama maneno yake ni ya kweli. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tuna mitandao yetu ya kijamii tukianza hatukukufahamisha. Kwa hivyo ni Sky Cable TV Kenya FB, IG ni @Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @Sky Cable TV Kenya, na YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Mie ni kaka Tomo Gewa katika mtandao wangu wa FB. Na kaka, umesema wakupate vipi? Edward Teko. Edward TECO. Edward Teko. Haya mtazamaji, nilivyoanza kwa utangulizi ya kwamba leo hii Kenya tuna huzuni, maana tulimpoteza aliyekuwa rais wa 3 wa taifa letu la Kenya, Mwai Kibaki, ambaye alikuwa na vichekesho vingi. Sijui kama unamkumbuka kaka Edward. Mimi hata nimeshangaa sasa hivi nikisema hivyo ati ameaga, sina habari. Habari huna? Sina habari hata, nimeshtuka. Kwa hivyo leo hii tumempoteza na akiwa na miaka 90. Kwa hivyo tukienda mapumzikoni angalau tupate
baadhi tu ya yale maneno ama zile kauli zake ambazo alizitoa akiwa rais, ambazo zilituhamusha ama zilitutia hamasha wengi wetu. Kwa hivyo tunaenda mapumzikoni kwa kupata hizo kauli za rais mstaafu ambaye kwa sasa ni hayati mzee Mwai Kibaki. Tunarejea baada ya muda usio kwa mrefu, usikwende mbali. Hii mvua itakuwa ni kidogo, wewe hapana. Hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni kubafu kabisa. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu na hana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. You are letting this to go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. When we see so many drunkard teachers in so many schools, I am telling you, you are educating our own nation by mistake. Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe hata ndio ukatendeme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Sio lazima wewe kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukoza adabu. Kiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Na barabara kabisa tena mpenzi mtazamaji, katika sehemu ya pili ya Mishemishe Viwanjani Ijumaa ya leo, siku ambayo tumepokea taarifa ambazo ni za kuhuzunisha kuhusiana na kifo cha aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, mzee Mwai Kibaki. Lakini licha ya hivyo mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Mishemishe Viwanjani na sehemu ya pili. Edward, sasa tunataka utuoneshe asua ya kwamba wewe unapepeta mpira kweli kweli. Kwa hivyo ni kurushia ama nifanye vipi? Kwa hivyo basi tusonge nayo basi. Italazimu nitoke hivi nikupe nafasi angalau pambane na hali yako
Mambo mazuri kweli kweli. Naona natoka tokwa na jasho si kidogo, lakini kazi nzuri. Tumedhihirisha kwamba talanta unayo. Mpenzi mtazamaji, zidi kuyaangusha maoni yako, maana amedhihirisha kwamba hivi vitu anaviweza. Kumbuka kwamba mitandao yetu ya kijamii ni Sky Cable TV Kenya kote kote, CFB, IG, YouTube, na sasa hivi tuko mbashara mpenzi mtazamaji, na haya maswala ya kupepeta mpira. Bwana we, najua umenishtua kweli Nadhani ungepiga utupasulie kamera na vitu vingine huko studioni. Sasa tukimalizia labda maneno yako ya mwisho na ushauri wako kwa vijana ambao wana talanta kama hizi, ambao labda bado hawajaonesha kwamba ama hawajapata nafasi. Unajua ambavyo umefanya leo hii, natumai kwamba wengi sana wameona na watajitokeza. Kwa hivyo ushauri wako labda tukimalizia kwa mtazamaji yule kijana ambaye amekutizama, ambaye umemfurahisha swa, wewe utamwambia vipi tukimalizia? Okay, mimi ningependa kuambia vijana, mtoto uko pale majengo, ucha, kuna talent yote apart from hata yangu hiyo ni dancing, na unaona haifunguki, mambo tu yafunguka, weka Mungu mbele. Naam. Tena jitume. Mungu bariki mtu kila siku, kila kitu na wakati wake. Kuna siku itafika itafunguka. Hata mimi nilingoja, but inafika mahali unataka kugive up, ndio Mungu kuja. So ningependa tu kuambia vijana, kitu yote unapenda, mtu asikwambie uwezi. Fuata hiyo kitu, hata kama itakutekata 3 years 5 years, jua siku moja itafunguka. Naam. Kuliko shortcut. Yeah. Kuna kitu shortcut kwa hiyo. Naam. Kwa hivyo kila kitu lazima mtu najituma, hamna njia ya mkato Wanasema kwamba shortcuts often long cut. Yeah. Tumemaliza. Nikushukuru sana kwa kufika katika studio zetu hapa, na siku zote tutaendelea kuwasiliana, angalau urudi hapa tena na tena. Ndo maana vijana wamefurahia kweli kweli. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, Edward hana zama kwa leo, atarudi tena wakati mwingine. Kwa hivyo tunakwenda mapumzikoni kwa muda mfupi zaidi. Tukirejea tutarejea naye kaka Lamek katika uchambuzi, tukimalizia makala Mishemishe Viwanjani. Usikwende mbali. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions, we offer live streaming services,
wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, tumetuliza joto la studioni baada ya kuwa naye Edward Muremi ama ukipenda muite Gatuso, mpepetaji wa mpira, na umeona talanta yake mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ni sehemu ya tatu na ya mwisho ya makala Mishemishe Viwanjani. Zidi kuanguza jumbe zako na maoni yako kuhusiana na makala yetu siku hii ya leo. Nilikwambia kwamba sehemu ya tatu hii tutakuwa naye Lamek, mchanganuzi wa masuala ya mpira. Kwa hivyo Lamek, yes, sitaki niandikie mate na wino upo msabahi mtazamaji, kadhalika mwambie una nini. Mpenzi mtazamaji popote ulipo, kama kawaida jina halijabadilika, ni Lamek Mkwana mkipanda LM10. Na hivi leo tutakuwa tunachambua mechi nyingi ambazo zilifanyika wiki katikati ya wiki, na pia tutakuwa tunakuelezea zile ambazo zinaenda kufanyika mwisho wa wiki. Naam. Sasa tembea nasi hadi tamati. Mitandao yako ya kijamii wakupate vipi? Utanipata Facebook, Instagram na Twitter kama kawaida @Lamek Prince. Hapo hivyo unanifuata, then I follow you back. Mtazamaji, hatuna cha kupoteza maana muda wetu nazidi kuyoyoma baada ya kuwa naye Edward. Kwa hivyo Lamek, tutaangazia ligi ya humu nchini, lakini kando na hivyo kuna ule mchezo wa karate. Kulikuwa na mchezo wa karate ambao chuo kikuu cha Zitek walitamba. Ni mashindano ya Sky Kenya Opens yalifanyika mjini Thika mwishoni mwa juma lililopita, na Zitek kukiwa na timu ambazo zilikuwa kule ni 12, lakini chuo kikuu cha Zitek walitamba. Kwa hivyo ni kuhusiana na masuala ya karate. Sijui kama ukiwa chuoni ulikuwa unajihusisha na karate? Sijaicheza karate, lakini kuna marafiki zangu ambao walikuwa wanacheza karate. Naam. Sijui kama mmoja unamjua, alikuwa anaitwa Bob Lee. Mtamjulia wapi? Kwani tulikuwa nawe? Tulikuwa tunasoma na yeye. Kwa hivyo kulikuwa na hiyo michezo ya karate, na natumia kwamba michezo kama hiyo inaendelea sasa kuonekana. Mfano ni huu wa Edward ambaye ametuonesha mambo ya kupepeta mpira. Kwa hivyo labda kwa wepesi tuangazie michuano ama ligi kuu ya humu nchini. Jumatatu kulikuwa na mechi ambayo iliwakutanisha Ulinzi Stars na City Stars, na City Stars waliwashinda Ulinzi bao moja kwa yai. Kadhalika AFC Leopards walikipiga na Wazito na wakatoka sare ya kufungana bao moja kwa moja. Kwa hivyo hiyo kesho kutakuwa na michuano mitatu. City Stars watamenyana na Sofapaka, Kariobangi Sharks watapiga na Posta Rangers, nao KCB watapiga na Gor. Na Gor weekend iliyopita walichapwa na Tusker 2-0 kule Thika. Unazungumziaje kwa kifupi samani Tusker na AFC Leopards? Naam. Tusker na AFC Leopards. Si Tusker, ni Gor na
KCB na Gor Mahia. KCB na Gor Mahia. Hapo si mechi rahisi. Unajua Gor Mahia ni wamepigwa katikati ya wiki. Kumaanisha kuwa watakuwa wanakuja waonyeshe hali yao, waonyeshe venye bado wanakuanga wakubwa. Na hapo hivyo haitakuwa rahisi, lakini hapo hivyo naona kutakuwa tu Gor Mahia watakuwa na lazimisha kitu kama sare. Juu kupoteza nayo itakuwa inaweka pale pabaya pia. Naam. Kwa hivyo mechi hizo zote ama michuano yote itaanza hiyo kesho kuanzia saa 9 mchana majira ya Afrika Mashariki. Jumapili kutakuwa na mechi 6. Bidco United watapiga na Viga Bullets, Nzoia Sugar watamenyana na Ulinzi Stars, na Tusker FC watapiga na AFC Leopards kuanzia saa 9. Nao Polisi watakipiga na viongozi wa ligi Kakamega Homeboys kuanzia saa 9. Mechi hiyo unaizungumzia vipi kwa kifupi? Homeboys na Polisi. Hapo hivyo nataka na ningependa. Ama unataka vipi wewe? Ningependa Kakamega Homeboys timu yangu isiniangushe. Tafadhali shindeni hii kitu kwenda na ligi. Hakuna haja ya kuwaste ma points kidogo. Mwanya ni mkubwa bado, hata washindwe labda. Nataka washinde tu, tushinde na hiyo margin kubwa ndio tukipewa trophy tunasema hakuna ligi yetu. Watu wengine wajaribu next season hapo hivyo. Naam. Wazito watapiga na Talanta, na Mathare United watamaliza udhia na Bandari FC kuanzia saa 9. Mchuano huo Mathare kama kawaida watapigwa tu juu hii season kaa wako. Hiyo ni michuano ya siku ya Jumapili. Naam. Kwa hivyo tukiangalia jedwali kwa wepesi zaidi mtazamaji, Kakamega Homeboys wanashikilia nambari ya kwanza kule wakiwa na alama 54 wakiwa wamesakata michuano 26. Tusker FC wapo nambari 2 na alama 46. Pia wamecheza michuano 26. City Stars wanamaliza 3 bora wakiwa na alama 45 michuano 26. Pia Gor wanashikilia nambari 4 wakiwa na alama 42. Mechi ni 25. Kariobangi Sharks wanahitimisha 5 bora wakiwa na alama 41 michuano 26. Bandari FC wanashika nambari ya 6, alama ni 41 michuano 26. Kule kidede ama kule chini kwenye mkia 18 ni Mathare wakiwa na alama 11 michuano 26. Viga Bullets alama 17 wakiwa na alama 20 na ama 19 michuano 25, na Wazito FC wakiwa na alama 21 michuano 26. Labda kwa kifupi tu Lamek, unaona ligi akina nani watanyakua ligi? Maana ukiangalia michuano ama mechi ni chache ambazo zimesalia. Venye kumesimama naona Kakamega Homeboys ndio wana upato mkubwa wa kubeba ligi. Hao ndio wako. Maana ukiangalia mwanya alama 54, nambari 2 Tusker wana 45, alama zaidi ya 13. Hizo ni mingi sana. Tuseme hizo ni mechi 4 alafu sare moja. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo haiwezekani juu itakuwa lazima Kakamega Homeboys wapoteza zile mechi zote 4 na waende sare moja ambayo kwa mtazamo haiwezekani hata kwa vyovyote vile. Kwa hivyo tuseme ya kwamba Kakamega Homeboys kutoka kule umesema magharibi ya Kenya kule. Kwa hivyo wana nafasi kubwa ya kushinda. Wana nafasi kubwa tu, wanangoja kupewa rasmi kombe waambiwe ndio. Tangazo rasmi ya kwamba nyinyi ndio washindi. Kwa hivyo Lamek, tukiachana ama mtazamaji, tukiachana na masuala ya humu nchini, tuna enda hadi michuano ya mataifa barani Afrika, ile AFCON. Draw ilitolewa ya makundi ambayo itaanza kuanzia Juni 5, na utatuelekeza zaidi maana Kenya ipo katika kundi cha wakiwa na Cameroon. Kwa hivyo kuna lile jedwali, wapo mwelekezi wetu atatuwekea jedwali lile. Kenya ipo na Cameroon, na Namibia na Burundi. Lamek, kuna nitakuwa naangazia yale makundi yote. Naam. Kuna makundi ni mangapi?
Kwa hivyo pia kuna lile jedwali ambalo linaonyesha makundi yote, mwelekezi wetu atatuelekeza zaidi. Kuna makundi mengi hapa hivi, kuna kundi A mpaka kundi la. Kwa hivyo kwa wepesi labda upitie makundi kwa wepesi. Kundi la kwanza, naam. Kundi la A kuna Nigeria, naam. kuna Sierra Leone, kuna Guinea Bissau, alafu kuna Sao Tome, na hapo hivyo pale hiyo nafasi ya 4 katika ile kundi la kwanza kuna timu 5, kumaanisha kuwa moja kati ya Sao Tome na Mauritius itakuwa inatolewa. Kundi la B kuna Burkina Faso, kuna Cape Verde, kuna Togo na Eswatini ambayo ilikuwa ni Swaziland ya Afrika. Msishangae jina unajua siku hizi mapi imebadilika. Majina yanabadilika. Unaweza shangaa kumbe ni nchi fulani, kumbe ni ile nyingine. Naam. Kundi cha kuna Cameroon, kuna nchi ya nyumbani Kenya yenyewe, alafu kuna Namibia, alafu mwisho kuna Burundi pale. Naam. Kundi la D kuna Egypt, alafu kuna Guinea, kuna Malawi na kuna majirani wetu Ethiopia pale pia. Kundi la E kuna Ghana, kuna Madagascar, kuna Angola na Central African Republic. Kundi la F kuna Algeria, kuna Uganda, kuna Niger na kuna Tanzania. Kumaanisha wameweka matimu mbili za ambazo zinapakana, kuna Tanzania pale na kuna Uganda pale, mataifa ya Afrika Mashariki hayo. Kundi G kuna Mali, kuna Congo, kuna Gambia na kuna Southern Sudan. Kundi H kuna wale ambao watakuwa wanaandaa ile tamasha la African Cup of Nation, Ivory Coast ama ukipenda Cote d'Ivoire. Kuna Zambia hapo, kuna Comoros, kuna Lesotho. Kundi I kuna DRC Congo, kuna Gabon, kuna Mauritania, alafu mwisho kuna Sudan. Kundi J kuna Tunisia, Equatorial Guinea, kuna Libya pale na kuna Botswana. Alafu kundi la K kuna Morocco, kuna South Africa, kuna Zimbabwe, kuna Liberia. Alafu kundi la mwisho la L kuna Senegal, mabingwa wa Afrika, kuna Benin, kuna Mozambique, kuna pale Rwanda wakifunga katika hilo jedwali. Na mambo mazuri kweli kweli. Kwa hivyo michuano yenyewe itaanza rasmi tarehe 5 mwezi ama tarehe 6 mwezi wa 5. Hivyo. Naam, kwa hivyo ni awamu ya makundi hiyo. Awamu ya makundi ambapo kutakuwa kuna chezo na mechi mbili hiyo mwezi wa Juni. Alafu watachukua break tena wakutane mwezi wa Septemba tena kucheza zile mechi zingine za makundi sasa kutoka hapo hivyo. Na labda kwa kifupi tu, Cameroon, Kenya, Namibia, Burundi. Kenya itafanikiwa kweli kutoka mikononi mwa Cameroon na Namibia, Burundi? Hapa hivi ni kundi kuzuri kabisa. Katika ile kundi la Kenya, timu ambayo kuna wasiwasi kabisa ni Cameroon. Na ukiangalia Namibia na Burundi, ukiangalia uzuri wao hatuwezi linganisha na uzuri ambao Kenya tuko nao. Sasa hapa hivi Kenya inaweza penya katika ile kundi kama nambari 2. Unajua wakiwa nambari 2 watakuwa wanafuzu wakielekea kule hivyo. Kwa hivyo ni kundi rahisi kwa Kenya. Kwa hivyo umedharau Namibia na si ati madharau, si ati madharau. Ukiangalia Kenya iko katika nafasi bora kushinda hizi mbili, Burundi na Namibia. Sasa hapa hivi kupenya itakuwa rahisi. Kwa hivyo na mechi ya kwanza ya Kenya itakuwa lini na itachezewa wapi? Bado sijaangalia, ama bado haijawekwa wazi. Lakini tutakuwa tunaangalia juu bado Kenya unajua ilikuwa na zile mashida za FIFA. Marufuku ya FIFA. Ilikuwa imepigwa marufuku, lakini bado wamewekwa katika hizi makundi za African Cup of Nation. Sasa tunangoja pale ndio tujue mustakabali wetu utakuwa kivipi. Naam, tuachane na Afrika mtazamaji, moja kwa moja tuabiri ndege hadi kule nchini Uingereza. Angalau kwa kifupi tu tuangazie michuano ya ligi kuu nchini Uingereza maarufu kama EPL. Na Lamek, tuliona makubwa yakitokea katikati mwa wiki Si makubwa, ilikuwa tu yafanyike. Hayakuwa yafanyike maana unajua makubwa ilifanyika kwa Manchester. Kupigwa bao 9 kwa season na timu moja. First leg unapewa zako 5, second leg unapewa zako 4 na haujafunga lolote. Naam. Sasa
Alafu pia Chelsea hapo hivyo walikuja wakifikiria ni Mokova, lakini wakajua mandugu zao wakubwa ni mandugu zao. Hawafanyi masihara mandugu zao wakubwa bado ni mandugu zao wakubwa tu, wakawapea zao 4 na wakatulia hivyo. Naam. Kwa hiyo mtazamaji, siku ya Jumanne Liverpool waliwatitiga Man United mabao 4 kwa yai. Jumatano Everton ikatoka sare ya 1-1 na Leicester City. Chelsea lizwa haswa mabao 4-2 na Arsenal, na Newcastle na Crystal Palace. Newcastle ikaipiga na Man City. Brighton City ikaitiga Brighton mabao 3-0. Burnley na Southampton, Burnley walisukuma Southampton mabao 2 kwa yai. Lamek, ukiangalia Liverpool na City alama ni moja tu. Alama ni moja. Hapo hivyo unajua inamaanisha bado kuna ile competition between Man City na Liverpool. Bado haiko wazi ni nani ambaye atashinda ligi. Maana hiyo margin ya point moja ni margin kidogo sana, alafu ukiangalia zile mechi ambazo zimebaki pia ni kidogo sana. Na ukiangalia Man City sasa hiyo wako na uwezo wa kucheza ile mechi ambayo hawataki kupoteza mechi, wanataka washinde ligi, na pia Liverpool pia wameona kuna uwezekano wao kushinda ligi. That's why unaona Liverpool sasa ikipatana na mtu inampiga bao nyingi kusukuma hiyo nafasi iende. Na hapo hivyo ligi itaisha tu kama hatujui nani atashinda. Yaani itaisha. Kwa hivyo itakuwa ni msukumano tu. Itakuwa ni msukumano mpaka siku ya mwisho, mechi zote zikichezwa ndio tujue ni nani ameshinda hiyo ligi. Lakini ukiangalia Liverpool, mechi zao ambazo zimesalia nyingi yazo ni inacheza na hizi timu kubwa. Kwa mfano tarehe 28 watakuwa na United. Ni United ama nini? Lakini wapo wamemalizana, watakuwa na mechi ngumu pale kwa Liverpool. Ni mechi baina yao na Everton ambayo nadhani inacheza over the weekend. Na hiyo inakuanga Merseyside derby. Hiyo si mechi ambayo unaweza ichukulia kiwepesi. Sasa Liverpool tishio hapo hivyo ni hiyo timu ambayo tunaiita Everton. Naam, kwa hivyo ndio tishio. Lakini ukiangalia Liverpool na City, angalau City mechi zake ambazo imesalia nazo zinaonekana kuwa nyepesi. Ni nyepesi, lakini unajua afadhali kucheza na timu kubwa kuliko sasa kucheza na timu ndogo. Kucheza na timu ndogo sasa unapigwa bila kujua. Kwanza kupatana na Crystal Palace na hizo matimu zingine za hapo chini kina Brentford. Unaweza pigwa mpaka ushangae. Haya, kwa hiyo mtazamaji, mechi za weekendi, mwelekezi wangu ananifahamisha kwamba mechi itakuwa ni tarehe 30 kwa Mei, mwezi huu, mwezi wa 5, si mwezi wa 5. Itaanza mwezi wa 5 Mei, mwezi wa 5 tarehe 30 alafu iende mpaka mwezi wa 6 hapo hivyo, maana kutakuwa kunacheza na mechi mbili. Naam, kwa hiyo tuangazie michuano ya kesho. Arsenal watacheza na Man U ama Man United. Kwa hivyo Arsenal hatujui kama wataendeleza matokeo yao mazuri kuanzia saa 8:30 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Leicester City watamegana na Aston Villa kuanzia saa 11 hiyo kesho. Man City Watford saa 11 kesho. Norwich na timu gani? Newcastle hii kuanzia saa 11. Brentford itapiga na Tottenham Hotspur kuanzia saa 1:30 usiku hiyo kesho. Lamek, Arsenal Man United, unazungumzia vipi hiyo mechi? Hiyo mechi unajua haitakuwa rahisi venye tunafikiria. Alafu pia ukiangalia first leg Manchester walichapa Arsenal. Na saa hii ni second leg. Na saa pia hapo hivyo bado kuna ile nafasi ambayo zote zinapigania kuwa katika 4 bora. Na kuna ile margin ya pointi 3 baina ya Arsenal na Manchester. Manchester wako na alama 54 huku Arsenal wako nazo 57. Na hiyo mechi pia kesho unajua itakuwa inaonyesha mambo mengi ambayo hatujui. Maana kutakuwa na ile ubabe kati ya Arsenal na Man U haijaisha, bado ipo. Hata ukiangalia mafano hao ni makelele tu kila pahali, wanasema si tumewazoea, nyinyi tumewazoea. Alafu pia nikipeana takwimu za mechi baina ya Arsenal na Manchester, kwa mechi ambazo zimechezwa mechi tuseme kama 6 za mwisho, Manchester wameweza kushinda tu mara moja, maana Arsenal imeweza kuwachapa mara 4. Wakaenda imeweza kuwachapa ni mara ngapi? Juu wameenda sare 2. Alafu wakachapa mara moja, kumaanisha Arsenal imeshinda game zake 3 za mwisho ikicheza na Manchester
kwa hizo 6 ambazo zimekuwa hapo hivi. Na kesho pia itakuwa Arsenal kuidhirisha ile form yao ambayo wamefanyia Chelsea pia waweze kufanyia kwa Manchester. Sasa prediction yangu kwa hiyo mechi naona Arsenal watashinda, maana Manchester sasa ni timu ambayo sasa ni bado hawajielewi. Wakipatana na timu nzuri, timu ndogo wanachapa, wakipatana na zile timu kubwa zinawasumbua. Alafu pia ukiangalia Manchester sasa kuna ile shida kati ya wachezaji na coach. Maana hawana ile ule ushirikiano hakuna. Alafu pia unaona wachezaji wa Manchester wenye wanacheza kama hawajitumi. Alafu pia kumekuwa na ile squad ya Manchester haiko ile yenye unaweza predict useme yule atacheza. Maana sasa kuna ile mageuzi ambayo hatujazoea kuona mtu kama Phil Jones ambaye amekuwa akikaa nje akikuja kucheza. Alafu juzi hiyo game ya Liverpool pia tulikuwa tumeshangaa juu Pogba anatolewa dakika ya 5. Kumaanisha kuwa kuna shida pale ambapo inafaa waweze kusuluhisha. Wasiposuluhisha itakuwa ni shida tupu juu matokeo hayatakuwa yale ambayo tunayatarajia yawe. Na mechi nyingine labda Man City Watford unaizungumzia vipi? Maana Man City sasa hivi wanaangalia ligi. Pale Man City watakuwa nyumbani na Man City lazima hiyo ni mechi ambayo watakuwa wanaiangalia kimakini sana, maana yafaa washinde ile mechi kuweka ile gap kati yao na Liverpool. Sasa hapo hivyo Man City wataenda hapo hivyo wakiwa na lengo moja, na ile lengo itakuwa ni kushinda ile mechi ndio wakuwe katika nafasi bora ya kuwa nambari 1 kwenye ligi. Alafu pia kuna mechi kati ya Newcastle wanacheza na kutakuwa na Norwich na Newcastle. Newcastle siku hizi ni timu ambayo ukiangalia venye wamecheza siku hizi ni timu ambayo tangu wanunuliwe na Mwarabu wamekuwa wakifanya vizuri sana. Sasa pia kesho tutakuwa tunawatarajia tuone wakiendeleza ile rekodi yao mzuri ya kushinda. Sasa kama wewe ni mwekezaji, kesho wekea tu Newcastle hapo hivyo, alafu utafurahi. Brentford Tottenham kwa wepesi. Brentford na Tottenham. Brentford si timu rahisi ambayo venye tunaifikiria. Hii ni timu ambayo imetandika Chelsea, imetandika Arsenal, nilienda sare na Liverpool ya bao 3-3 ni kazi jakosea. Sasa hapo hivyo Tottenham wasichukulia ati itakuwa rahisi. Ile itakuwa ni mechi ngumu sana, lakini Tottenham tunatumai mtacheza vizuri juu hiyo timu wakienda kucheza nayo kama wamezubaa, hiyo ni timu ambayo inaweza washangaza. Sasa hapo hiyo ni game ambayo itakuwa open kwa timu zote. Venye unajipanga ndio utashinda. Ukijipanga vibaya utapigwa. Basi utapanguliwa. Utashinda. Jumapili kutakuwa na michuano 4. Burnley watamegana na Wolves, Chelsea wapige na West Ham, Brighton wapige na Southampton, Liverpool wamenyane na Everton. Mechi ya Burnley na Wolves itaanza mwendo wa saa 10 alasiri, Chelsea West Ham saa 10, Brighton Southampton saa 10, kadhalika Liverpool na Everton saa 12:30. Liverpool Everton kwa wepesi, mechi itakuwa vipi? Liverpool na Everton ile ni mechi ambayo itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana. Unajua Liverpool ni majirani wa Everton. Wakicheza pamoja inaitwanga Merseyside derby. Na unajua Merseyside derby inakuanga ni kama ukishinda unakuwa jogoo mtaa, na ukishindwa unatulia. Sasa hapo hivi haitakuwa ni mechi rahisi. Hapo hivi hata Liverpool ikishinda haitashinda na ile margin kubwa yenye tumezoea. Maybe watashinda na margin ya 1-0, 2-0 hivyo. Haitakuwa rahisi kivi. Na tukiangalia jedwali kwa wepesi mtazamaji, Man City ama Manchester City wanashikilia kidedea kwa alama 77, michuano 32 samani. Liverpool wanazuka nambari ya pili, alama ni 76, michuano ni 32. Chelsea nambari ya 3, alama 62, michuano 31. Tottenham Hotspur nambari ya 4, alama 57, michuano 32. Arsenal nambari ya 5, alama ni 57, sawa na Chelsea, sawa na Tottenham, michuano 32, kumaanisha kwamba wameshindania wingi wa mabao. United nambari ya 6 wana alama 54, wameshiriki michuano 33. Kule mkiani mtazamaji, Norwich nambari 20 wakiwa na alama 21, michuano 32.
Watford nambari ya 19 michuano ama alama 22 michuano 32. Burnley wanashikilia nambari ya 18 michuano ama alama 28 michuano 32. Lameki, kwa mtazamo wako akina nani ndo watakuwa mabingwa wa ligi msimu huu? Msimu huu EPL itakuwa ngumu, ni kati ya Man City na Liverpool, lakini mimi ningebashiri Liverpool watashinda. Bashiri wako Liverpool watashinda. Haya. Alafu nilikuwa na habari mpya pia kwa wapenzi wa EPL. Kuna ile timu ambayo ilikuwa imeenda kule chini ni imerudi. Fulham wamerudi. Naam. Sasa Chelsea mtaona shida. Mnajua kwa hivyo unaangalia Chelsea tu ni landlord wao wamerudi. Sasa sijui atachezea wapi. Naam. Kwa hivyo ambao watatatizika zaidi ni Chelsea. Chelsea majirani wamerudi. Na Lamek, taarifa ambazo zimethibitishwa ni kwamba anaitwa Erik ten Hag, Mholanzi, amekwisha tua United. Kwa hivyo labda taarifa hiyo unayo na labda utufahamishe kwa kifupi tu. Ni taarifa ambayo alikuwa anafuatiliwa sana na Manchester. Ni coach wa timu ya Ajax. Wote tunajua Ajax Amsterdam, timu ya kule Uholanzi ama Netherlands ukipenda. Na huyu Erik ten Hag alikuwa professional footballer na amecheza sana katika hiyo ligi ya pale nyumbani kwao, ligi ya Netherlands. Alafu pia ni mkufunzi wa timu ya Ajax Amsterdam. Nitakuwa nikikueleza kwa ufupi historia yake ambayo nilikuwa nimeinakili hapa hivi uweze kujua kwa kina alikuwa mambo ambayo alikuwa anafanya. Erik Hag ten alizaliwa mwaka wa 1970 kule Hagsbergen, Netherlands. Na alikuwa anacheza mpira katika kama fullback ama akicheza mpira kama center back ama ukipenda nafasi ambayo Maguire anacheza kwa sasa hivi. Na alianza kucheza professional football pale 1989. Na alicheza katika timu kadha wa kadha. Mwaka wa 1989 hadi mwaka wa 1990 alikuwa anacheza soka katika timu ya Twente FC Twente ya Uholanzi. Alicheza pale kwa mwaka mmoja, alafu akaenda katika timu nyingine ambayo inaitwa De Graafschap ya kule Uholanzi. Alicheza kule miaka miwili kuanzia 1990 hadi 1992. Mwaka wa 1992 hadi mwaka wa 1994 alirudi kwa hiyo timu yake ya zamani ya Twente. Akacheza pale miaka miwili, alafu akagura akaenda katika timu ya RKC Waalwijk kule Netherlands bado. Alafu mwaka wa 1995 to 1996 alirudi hii timu ambayo inaitwa Outreach ya kule Uholanzi. Alafu mwaka wa 1996 to 2002 tena alirudi kule Twente akafanya kazi yake pale, akamalizia taaluma yake ya kucheza mpira pale. Alafu tunaangalia alikuwa amecheza mechi 336 kama mchezaji na aliweza kufunga magoli 15 katika career yake kama footballer. Alipomaliza kucheza mpira aliingia katika harakati za kuwa mkufunzi wa mpira na alianza taaluma yake ya kwanza kama kochi mwaka wa 2012 hadi 2013. Alikuwa kochi kule Go Ahead Eagles ya Uholanzi. Mwaka wa 2013 to 2015 alikuwa kama coach kule Bayern. Alikuwa Bayern team 2 coach ambapo alipatana na Pep Guardiola ambaye ni mentor wake. Mnajua historia yao. Alipatana na Pep Guardiola ambaye alikuwa coach wa Bayern first team. Mwaka wa 2015 mpaka 2017 aligura akaenda katika timu ya Outreach kama coach, akakufunzu kule miaka miwili. Kisha 2017 mpaka sasa hivi alienda katika timu ya Ajax, na kule katika timu ya Ajax kama kochi Erik Hag ten aliweza kubeba mataji 5 ambayo ya ligi yao. Alafu sasa baada ya zile uvumi ambazo imekuwa rasmi kuwa atakuwa anakuja kujiunga na United, maana walitoa tangazo rasmi, press statement. Na ujio wake wa Erik ten Hag unauzungumzia vipi? Utasaidia United ama bado watakuwa na
shida zao? Unajua ukileta coach mzuri kama huyu Eric Hagten, yule ni coach ambaye ameweza kujidhibitisha kuwa ni coach mzuri. Tumeona akiwa pale Ajax alikuwa anatandika zile timu kubwa katika Champions League, kama itandika Real Madrid, ametandika Juventus na hizo matimu zote zingine. Sasa akikuja hapa Manchester hata shida yao si kubwa sana. Shida yao ni ile shida ambayo wachezaji wako nayo. Sasa venye umepata coach mzuri ambaye anaweza leta that playing style yenye na fit hiyo timu yao, itakuwa sawa. Na tunaona venye amekuja, kuna wale wachezaji ambao amesema hatakuwa na wahitaji katika timu yake. Kwa hivyo kama ataingia na kikosi chake atakuwa anaingia na kikosi chake kipya. Alafu tunaona kwa wale wachezaji ambao atakuwa anakuja nao, kuna wale wachezaji ambao alikuwa mkufunzi wao akiwa pale Ajax. Kuna huyu kijana ambaye anaitwa Anthony, amesema anamtaka kuja acheze pale. Akinatoka Ajax na anatoka na mchezaji mwingine. Na pia akirudi Manchester atakuwa anakutana na mchezaji wake ambaye alikuwa amemuuza Manchester, lakini sasa hivi ako kwenye mkopo katika timu ya Everton. Anaitwa Tony Van der Beek ambaye alikuwa anacheza vizuri akiwa Ajax. Sasa venye amerudi hivi, venye amekuja hivi, tuna matarajio mengi kabisa ambayo tunaona amekuwa coach mzuri, na tunataka hiyo mabadiliko alete katika timu ya Manchester. Na kitu ambacho kitamwezesha afanye hiyo mabadiliko vizuri ni kumpa ule uhuru wa kuleta watu ambao anahitaji. Ajua ukiangalia saa hiyo timu ya Manchester United ni timu ambayo haieleweki kabisa. Yaani kuna zile shida nyingi za wachezaji. Hakuna ile kwa tukimalizia tu, hakuna ile cooperation kati ya wachezaji. Kuna wale ambao washaamua akilini mwao wanataka kugura, lakini wanacheza tu juu wanangoja msimu uishe. Sasa akikuja na wachezaji wazuri, kutakuwa na that good football in Manchester, na tunatumai watakuwa wanarudi where they belong, kule juu ambako tumewazoea. Kwa hiyo mtazamaji, kwa mjibu wa Lamek hapa studio anasema kwamba United watatia fora ujio wake Erik ten Hag, ni Mholanzi huyu, basi utakuwa ni wakuzaa matunda. Na Lamek, kuna ile orodha ya wakufunzi ama wale makocha ambao wamewahi hudumu United kwa muda mrefu zaidi, maana wengi wao wanaingia kula alafu wanatoka baada ya muda mfupi. Kuna David Moyes ambaye alijiunga na United mwaka 2000, ilikuwa mwezi wa 7 mwaka 2013, kisha akaondoka mwaka Aprili mwaka 2014 akiwa amesakata ama ameshiriki kule United, na alikuwa wamecheza michuano 51. Kuna Louis van Gaal, najua unamfahamu sana. Aliingia United Mei mwaka 2014, kisha akaondoka Mei 2006, michuano ambayo Mei 2016. Alikuwa ameisaidia United kucheza michuano 103. Alafu aliwasaidia pia kubeba kombe la FA. Naam. Kuna Jose Mourinho huyu, the special one, aliingia Mei 2016 akaondoka Disemba 2017, michuano 144. Aliwasaidia kubeba kombe la Europa. Naam. Kunaye Ole Gunnar Solskjaer, huyu aliingia United mwaka 2018 Disemba akaondoka Novemba 2021. Mechi yeye ndo alishiriki michuano mingi zaidi, 168. Alafu pia kuna historia ambayo aliacha kule Manchester United. Yeye ndio kocha ambaye alitoka bila kutawaza kombe lolote katika professional yake ya kuwa coach wa Manchester. Kwa hiyo Lamek, tukimalizia, labda mengine tutawafahamisha mpenzi mtazamaji katika vipindi vyetu vijavyo. Lamek, maneno yako ya mwisho, nikiangalia jumbe hapa namuona anaitwa ni Baba Shiru ama Eliud Kimani, anasema kwamba Gattuso ndani ya nyumba, anasema kwamba this man is going far. Samani. Kwa hivyo anasema kwamba this man Gattuso is going far. Ni Eliud Babashiru. Mwingine ambaye yupo ndani anaitwa Revalent Elizabeth Wahome Karanja, anamuhongera bwana Edward ambaye alikuwa studioni. Lamek, maneno yako ya mwisho tukimalizia Mishemishe Viwanjani ni yapi? Maneno yangu ya mwisho kwanza, ningependa kusihi na kuambia watu
pale nje, tupende watch game kila siku. Na kesho kuna mechi kubwa kabisa duniani. Msingoje kupewa hadithi ati sijui kulienda aje kukaenda aje. Tafadhali twende Arsenal na United. Arsenal na United. Twende tupige kelele huko nje. Tushabikie timu zetu, pia ipigwe isipigwe ni sawa tu, nini ikipigwa unajua tu ni hali ya maisha ilivyo. Na pia ikishinda sherekea kidogo, usimkere mwenzako jumempiga. Alafu pia nikimalizia ningependa kuachia watazamaji zile my social media platform ambazo ni kwa Facebook, kwa wepesi tu Lamek tukiondoka. Instagram kama kawaida mtanipata @LamekPrince. Hatupatane huko hivyo, alafu tuongee mengi. Alafu wale mafan wenye mnaenda coach game, tafadhali mniambie mtakuwa mnaenda coach wapi game. Maybe wewe mwenyewe utakuwa wapi? Mimi nitakuwa naochia tu hapa nyumbani kwangu, lakini nilikuwa nataka niende pale penye kuna umati mkubwa. Sasa kama unajua pale penye kuna umati mkubwa, tafadhali kuja inbox uniambie hata mimi nikuje ni watch game pale penye tutapiga makelele tujifurahie. Alafu pia ningependa kuwish sekunde chache tu, yani kuwatakia wiki njema. Mwelekezi wangu ashatutoa hewani. Alafu tupatane baadaye. Naam. Ulisema nini ama sijakupata umesema nini? Nasema nataka kuwatakia weekend njema. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, shukran chazila kwa kufuatilia matangazo yetu ama kipindi chetu Mishemishe Viwanjani Jumaa ya leo, siku ambayo taifa la Kenya tunaomboleza kuondoka kwa aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, rais mstaafu Mwai Kibaki ambaye kwa sasa ni hayati. Kwa hivyo tukiendelea kuomboleza kutoka hapa katika studio za Sky Cable TV Kenya, mimi nimekuwa wako kaka Tomo Gega, mwelekezi wangu Fiz, shukran za dhati. Basi siku zote nakwambia kwamba si kila anayeshika kipenga ni mwamuzi. Mimi na wewe tuonane Jumanne wiki ijayo panapo majaliwa na kudra zake Mwenyezi Mungu katika makala ya Mizani Mezani. Kwaheri kwa sasa.